cha nabii Isaya sura ile ya 25, tutasoma mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Maandiko matakatifu yanasema, na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake iliyochujwa sana. Na katika mlima huu atauharibu uso wa sitara uliowekwa juu ya watu wote, na utaji ule uliotandwa juu ya mataifa yote. Ameza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Amen. 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 Ndugu zangu wapendwa, sura ya 25 mstari wa kwanza mpaka sura ya 26 mstari wa kwanza, ambayo somo letu tulilolisoma ni sehemu yake, ni wimbo wa waliokombolewa, au unahusu wimbo wa waliokombolewa. Wimbo huu wa waliokombolewa unaanza kwa tamko la amani, huku ukiri ukitolewa kwa Bwana ndiye Mungu pekee na kwamba hakuna Mungu mwingine. Kwa sababu hili ni jambo kubwa sana katika maisha yetu. Duniani tunamoishi kuna miungu mingi, miungu mingi tu mingi. Nimebahatika kwenda India na fulani. Wakati ilipokuwa natembezwa kwenye mji, nikaona kila gari hapa kwenye dirisha, hapa kwenye side mirror wameweka mdoli, kila gari, hata ile ambalo nilikuwa natembezwa nalo. Na kuna mahali tulifika magari yote yakasimama kabisa, ukawepo na traffic jam kubwa kabisa. Nikamuuliza dereva kuna nini? Akaniambia Mungu anapita. Nikamuuliza hiyo, nipaangalia kumbe ni ng'ombe anapita. Nikasema Mungu wangu, aisee, sisi wa Masai tungemchangamkia huyu sasa hivi. Sasa hivi nimekula nyama. Yaani magari yamesimama mpaka isikizia kinachokatiza barabara ni ng'ombe, na kwao ng'ombe ni Mungu. Haya, baadaye Mungu wao akapita, tukaendelea na safari. Nikauliza sasa akamdoli kazi yake ni nini? Akaniambia ukiona huu mdoli ni kama Mungu. Nikamuuliza kakusaidia nini? Yule dereva akaniambia kuna watu wenye macho mabaya. Sasa sijui na huku kuna watu wenye macho mabaya. Kuna watu wenye macho mabaya. Sasa hayo macho mabaya yanazuiliwa. Wakikuangalia namna hii, huo ukali wa macho mabaya yanazuiliwa na haka kamdoli. Nikasema Mungu tumeisha. Nikataka niseme niteremke tu nitembee kwa miguu, lakini sasa magari yote yana mdoli. Kamuomba Roho Mtakatifu tuniambie nimepanda gari ya miungu, naomba unisaidie. Ndugu zangu, duniani kunayo miungu mingi. Na kuna watu ambao wametengeneza miungu yao wakiamini kwamba itawasaidia. Na miungu ni kile ambacho umeweka imani na akili. Kuna
wamefanya watoto wao kwa miungu, simply kwa sababu wamepata kazi na kila mara mtoto analeta mapato. Mtu wa Mungu, angalia, Mungu atamuondoa huyo mtoto. Kuna watu ambao wameweka akili zao na maisha yao na imani yao juu ya mume alinaye, simply kwa sababu analeta mapato nyumbani. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, wewe makini. Kuna siku Mungu atamuondoa alafu tabaki. Na kuna watu wameweka imani kwa wake zao, simply kwa sababu anajua kupika vizuri. Kuna siku Mungu atamuondoa. Nataka nikuone mtu wa Mungu. Nataka nikuone mtu wa Mungu. Kuna watu kwenye goya ambao wameweka imani kwa soloisti tu. Yule anajua kuimba vizuri. Tena na unajua unafika mahali anapata kiburi kabisa. Mimi nakumbuka mimi kwa mwalimu wa kwaya, nilikuwa na soloist anajua kuimba vizuri. Yaani akiimba vizuri hapa watu wote mnasikia mioyo pa. Alipogundua kwamba sasa tunamuona ni mtu wa maana, siku tunasafiri kwenda kwenye ziara na tumejiandaa vizuri, anasema naomba. Naomba jamani. Mimi si tunaenda tunambembeleza, baadaye anasema nakwenda lakini nitaimba huko mmoja. Hiyo ni mwingine. Basi wanatokea wamama, tunasema jamani, nendeni mkazungumze na yeye, hata kama ni kitu cha kunywa kidogo ili kwa ilainishe tena hivi. Basi anasema nitakwenda, lakini basi naomba nyimbo zisizidi 5. Sasa na ninyi mmekwenda kwenye sherehe jamani, na mnatakiwa kuimba, si mtaimba nyimbo nyingi tu, mnalazimika kuimba nyimbo nyingi 5 kwa sababu yule soloisti amewafanya ninyi kuwa si mateka. Naomba isitokee kwenye kwaya hizi katika jina la Yesu. Amen. Sauti Mungu amekupa, niambie tu. Na watu wamejitengenezea miungu. Mzangu, katika wimbo huu wa waliokombolewa, ukiri unatolewa kwamba Bwana Mungu ndiye peke yake, wala hakuna mwingine. Ndugu zangu, kutokana na ukiri huu, nabii Isaya anathibitisha kuwa Mungu peke yake ndiye astahilie kutukuzwa na wala hakuna mwingine. Na anaweka sababu 2 kuu muhimu sana ambazo kwazo tunapaswa kutukuzwa Mungu. Sababu ya kwanza ni hii ya kwamba Mungu ni wa ajabu na ametimiza kile alichosema atafanya. Maana yake Mungu amekuwa mwaminifu. Amekuwa mwaminifu kwa watu wake, amekuwa mwaminifu kwetu. Ndugu zangu, tabia hii ya uaminifu wa Mungu inawafanya wale wote wanaomwamini kuwa na hakika na Mungu wanayemwamini. Tusingekuwa na sababu ya kumwamini yeye yule ambaye hatuna hakika kama Mungu hapo. Tunamwamini Mungu, tunamwamini Yesu kwa sababu tuna hakika ya kwamba hapana mwingine. Sababu ya pili ni kuwa Bwana matendo yake hayatafutikani. Sio kama mmoja usikiliza hiyo Kiswahili. Matendo yake hayatafutikani. Kwa maneno mengine, matendo yake hayadirikiki. Wale walimu wa Kiswahili mtatusaidia na mkoa. Matendo yake hayatafutikani, matendo yake hayadirikiki. Tafsiri yake ni kuwa Mungu hatuwezi kutafsiri kwa maneno ya kawaida kabisa. Lakini tunaweza kuelewa hiki anachosema nabii Isaya ya kwamba Mungu matendo yake hayatafutikani kwa sababu Mungu huwapa msaada hata wale walio na maisha duni, wale ambao wamedharauliwa. Mungu huwapa msaada hata wale walio maskini. Na ndio maana mvua ikinyesha hainyeshi buli tu.
itanyesha na bomba mzinga na kule Changanyikeni. Kazi iwe ni wewe tu umekumbuka kupanda, kama hujakumbuka huna sababu ya kulaumu. Tafsiri yake ni kwamba Mungu habagui watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama na sisi tubaguaga watu, si mtaonaga tu. Mtaona tu. Mtu akipata neema ya kuokoka, kwanza sio kuokoka, ni kuokolewa. Sio kama tunaelewa naye. Sio kuokoka, ni kuokolewa. Maana wala kwa juhudi zako huwezi kujiokoa. Huwezi. Wale wengine ambao wanajua kwamba hawa sio wa kundi lake. Na unajua wengine wamediriki kusema hii ni chakula cha jana. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Hakuna mtu mwenye hati miliki na mbingu. Yesu Kristo mfufuka peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yule ambaye anafikiri kwamba kokotu yeye anaokoka leo, ameokolewa leo, yeye ana haki ya kwenda mbinguni kuliko kila mtu. Nataka nikwambie unajidanganya. Maana aliyekuja asubuhi, aliyekuja saa 6 na aliyekuja saa 12 jioni mshahara wao ni Bwana. Nani alijua kwamba yule mwizi pale msalabani angepata nafasi ya kuokoka dakika ya mwisho? Sipendaki sana kuzungumza juu ya mtu aliyekufa. Na pengine sisi kwa macho yetu tunaona haipo kundini. Ni vile tu taratibu na kanuni za kanisa zinasema, lakini sipendaki kusema mambo yake. Kwa nini? Sijui kama dakika za mwisho amepata nafasi ya kusema na Mungu wake. Sisi tunaona kwamba amekufa, yuko nje ya kundi. Na kwa kawaida kwa utaratibu wa kanisa tutamzika na saa ingine tuweke msalaba na hakuna liturujia. Lakini utajuaje kama amepata nafasi ya kusema na Mungu wake? Wewe sijua. Na kuna watu wanasema na Mungu wao dakika za mwisho kabisa. Ninyi mnamzika kama mtu ambaye yuko kundi, hayuko kundini, lakini Mungu anampokea maana tayari alimeshakuwa kundini. Yaani maana yake yeye yule ambaye ninyi mmemtenga, mngeenda mbinguni mnamkuta. Si mtaona aibu. Lazima tuwe makini sana. Hii inanikumbusha habari ambayo ni ya kweli kabisa. Habari ya kweli kabisa. Mchungaji mmoja alikuwa anakwenda kwenye sherehe. Na hiyo sherehe na mimi nilikuwa nakwenda. Na mchungaji alikuwa anaendesha gari. Alipofika njiani akamkuta mama anakazana kutembea, akamuomba lift. Mchungaji naomba lift. Yule mchungaji akampa. Akampita. Alipompita akaja mtu wa nyuma akasimama akampa lift. Na Mungu alivyowaajabu, yule aliyempa lift akakimbia akampita yule mchungaji. Kwa hiyo akawahi. Alipowahi, kumbe yule mama ndiye aliyepewa tenda ya kupika. Unajua kilichotokea? Yule mchungaji nusura aache ile chai. Ndugu zangu, tusiwa ng'ombe wale tunawafikiri hawataenda mbinguni. Maana hiyo siku tutaenda mbinguni, tutawakuta na hapo tutawaambia nini? Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ukweli huu unahitajika sana katika maisha yetu ili tuone sababu ya kujitoa kwa Kristo kufufuka.